Tafakari namna unavyolisoma neno la Mungu na kulitumia. Baba, mama, kijana, binti, tafakari mwenendo wako na mtindo wa maisha. Tafakari, tafakari. Mwandaaji ni mchungaji Joseph Bulengela. Nashukuru sana Rock City Studio. Si ajabu siku moja hotuba hii ukaiona mahali. Fagia nyumba yako kabla hujafagia. Fagia nyumba yako kabla haujafagia. Hati imesemaje? Sasa najua kuna watoto na waombeni mvumilie, sehemu yenu ikifika mtapata lishe yenu. Kusudi la somo kuelimisha. Mungu hatuoni kama tunavyojiona sisi ama wanavyotuona wengine. Somo hili limelenga kutuelimisha kwamba sisi kila mmoja ni wa thamani. Kwa maana sisi tu kazi ya mikono yake, tu sura yake. Nani ambaye akiona sura yake anatimua mbio? Kila mmoja anajipenda kujiona. Hata wengine hutembea na vipasha joto ndani kuna kioo, halafu anajichungulia, anajifagia mahali ambapo aidha inzi ametua. Anguko lilipoteza viwango vyetu vya makazi bora, makazi safi, makazi salama, makazi yenye furaha, makazi ya utukufu, kwa sababu Mungu alikuwa hapo pale. Tatizo lililotokea ni kwamba makazi yenyewe nje ya Edeni ni duni, tena yana mavumbi, majasho, yani ni ya kuhangaikia. Sasa Mungu anatutafuta turudi nyumbani. Siseme amina? Anatutafuta turudi nyumbani. Naam. Uinjilisti kumbe unaanzia wapi? Nyumbani. Na ninashukuru sana mkuu wa huduma ametangaza mkakati mwaka huu wa uinjilisti kwa wale waliorudi nyuma. Kwa hiyo mwenzeshi wa uinjilisti huu ni Roho Mtakatifu. Sasa katika kufanya uinjilisti huo tutatumia mfagio wa mahusiano. Kila mmoja tujichunguze katika familia, ofisini, mahali unapofanyia kazi, iwe ni sokoni, namna unavyoongoza, namna unavyosimamia. Unaweza ukakwaza wengine wakapotea nyumbani. Gundua sababu za kufurahi, si kwa sababu ya uchumi. Jambo ni muhimu. Si kwa sababu ya kuzaa. Ni muhimu kuzaa, tuna watoto hapa. Lakini mbingu zinafurahi kwa sababu gani? Aliyepotea amerejeshwa nyumbani. Amen. Yale malaika wanashangilia. Biblia inaposema hivyo inatujulisha kumbe kulikuwa na sononeko kubwa mbinguni familia ya Adam ilipopotea. Unaona? Na sasa nasema anayeweza kupotea anaweza kuwa ni baba, anaweza kuwa ni mama, anaweza kuwa ni watoto, anaweza kuwa ni shangazi aliyeko pale, au yeyote nyumbani. Na Biblia inasema akirejeshwa mbingu inafanya nini? Inafurahi. Mfagio ni jina. Wale ambao mmesomea sarufi mnajua. Mfagio ni jina. Kitenzi chake ni kufagia. Kifaa cha vijiti vidogo vidogo zinazoitwa chelewa. Inaweza kuwa nyasi,
inaweza kuwa majani, inaweza kuwa miti na kadhalika. Na mfagio hutumika kusafisha eneo maalum. Na ndio maana nimewaomba radhi mchungaji kuleta mfagio. Si palifagiliwa jana, halafu naletaje mfagio leo? Nimeleta hii ili ujue, tujifunze pamoja. Hiki chombo kinatumika kusafisha eneo maalum. Mfagio unaweza kuwa wa plastiki, unaweza kuwa wa chuma. Sisi tuna mifagio ya hewa. Ipo methali ya nyongeza inayosema mfagio mkuu unazijua viona vyote. Viona ni sawa. Mfagio mkuu hujua kona zote. Labda nieleze mfagio kuhusiana na mila, kitamaduni, imani za jadi na ushirikina. Kijadi, mfagio ni zana ya utakaso, aidha kiroho kama wao pia wana maana hiyo. Mfagio ni ulinzi. Mfagio katika imani za jadi ni alama ya uchawi, uwezo, usalama, ni ishara ya utakaso. Sasa mfagio kama ulinzi unawekwa kwenye kizingiti cha mlango au cha chumba unacholala ukiwa mbali. Yaani hivi ina maana ni kizuizi ili madhara yasikutokee, yasikupate. Unaona, na huo mfagio ukianguka kwa bahati mbaya, sasa unaanza kujua leo kuna lolote linaweza nini? Linaweza kutokea karibuni. Kugeuza ufagio na juu chini. Mfagio unatazama chini, kama chumba hii. Halafu mfagio unashika huku, halafu unatazama chini unafagia. Sasa kugeuza kinyume chake, inaleta nguvu za kumfanya mgeni aondoke. Kama kuna mgeni amekutembelea na unaona anakula sana, anaharibu budget, basi geuza nini? Geuza nini tu? Jamani, naeleza imani za jadi, msije mkanilaumu mkanifika mambo mengi, sikutunga haya. Wanaweza pewa sifa. Kwa hiyo ukiweka hiyo mfagio, utaona mgeni ataaga na kwenda wapi? Sasa halafu gari atakuachia. Na ukifagia chumba, kwa mfano chumba unachokaa kutokea magharibi unaelekeza mashariki, yaani unaondoa uhasi ambao hata katika lesoni yetu tumeujadili. Uhasi katika chumba chako, na hasa uhasi kupitia nyumba yako na familia yako. Na ni mwiko kupigana na mtu kwa kutumia mfagio, hasa mjamzito. Usidiriki kubeba mfagio ukagombana na nani? Na mtu, unaweza kuhoroji. Lakini hiyo ni imani kwamba mimba inaweza ikatoka. Kwa hiyo usipigane na mtu kwa kutumia nini? Mwiko. Nani? Sasa inaamilika pia kwamba mfagio unatumiwa katika kuruka dhidi ya nguvu ya ukutani. Sasa kwa maana unasikia wachawi wanaweza kupanda mfagio na uweka hapa katikati ya miguu. Naona anakwenda anavuka ukutano kama anakwenda huko juu. Ni ukweli kiasi gani kisayansi haijathibitishwa, lakini nasikia watu wanafanya vitu vya hivyo. Naona kwa hiyo mfagilia mbali watu wabaya. Ukifagia kuelekea mseja, nazungumza mseja anaweza kuwa msichana, anaweza kuwa nani? Mvulana. Yaani usifagie ukamwelekezea mseja, hata pata kuchumba milele, hata oa. Hii ndio wanavyoamini washirikina. Naona kwa hiyo kuna desturi nyingine katika nchi ya Marekani na hata kule Canada. Watu wale wachumba wanaotaka kuoana waliruka mfagio. Wanaporuka mfagio, unaona kabisa mwinga au maharusi, bibi harusi na sheria yake anajipanga kabisa na inashikiliwa, anaruka mfagio na bibi bwana harusi naye anaruka. Ina maana wanaruka mabaya, wanaanza maisha mapya ya nyumba yao. Basi hayo ndio mambo yenyewe. Kisiasa
Kisiasa katika karne ya 20 kuna mikakati ambayo vinaonyesha viongozi wenye mifagio wakifagia mabaya yote katika jamii, ubadhirifu, mithili ya Mafarisayo na watu wasiofaa wakati wa Yesu. Kwa hiyo wanafanya hivyo, wanashikilia mifagio ili kuondoa madhara. Kwa hiyo mfagio umetumiwa tangu zamani. Unatumiwa ofisini, unatumiwa sokoni, unatumiwa hotelini, unatumiwa Ikulu pia. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kufagia sakafu, kuta, dari, kusugua, kuondoa visivyofaa kama vile uchafu, uvundo, wadudu, waumao na kuleta magonjwa. Kumbe tunatumia mfagio katika mambo yetu mengi mazuri na nini pia na mabaya kama hayo niliyokuelezeni ya ushirikina na utamaduni. Ukitokea kuweka chini au mwingine kuhamisha kitu, hamisha kitu kinawekwa mahali usipoweza kukiona, basi hapo kwa mfano ufunguo nyumba, ufunguo wa nyumba au ufunguo wa gari, ufunguo wa sefu, ufunguo wa bohari, pesa inawekwa mahali ambapo hapatambulikani. Basi sasa harakati yani ni kwamba mtu unajisikia vibaya, na unaweza kuweka mahali kadi yako ya benki ukasahau, si ndio? Ukasahau, naweza kuwa ni simu, naweza kuwa ni mpendwa pia, naweza akawa mahali usipotarajia. Kwa mfano wenzetu wanatumia neno kondogi nyako. Una binti dada yako mzuri, alafu umuone, si ndio? Unauliza yuko wapi, unapiga simu, alafu unagundua kwamba alinyakuliwa na kamjamaa, amepotea, si ndio? Unajisikiaje? Unajisikia vibaya sana na unachukua hatua za kumtafuta. Sasa sio unatumia mfagio au unafanyaje? Lakini nataka kupanua tu uwezo wa kufikiri juu ya mfagio na kutafuta. Kwa hiyo unachukua hatua, kama ni kadi, kama ni pesa, unachukua mfagio, unatafuta. Kwa hiyo Biblia inatuambia habari hii, tunajua habari ya kupotea kwa shilingi. Hebu ngoja nieleze umuhimu wa sarafu, nieleze umuhimu wa shilingi ambayo ilipotea kama ambavyo tunajua. Moja, shilingi ilitangaza hadhi ya yule mwanamke ambaye habari zake zimeandikwa katika Biblia. Mwanamke yeyote aliyeolewa siku ya harusi alivikwa na mama yake kitu kama kikofia, kimening'inizwa hela, kimening'inizwa dinari, kimening'inizwa dramu, ile jina la Kiyunani, kimening'inizwa hela, na kwa hiyo hiyo pesa, hicho kikofia kilitangaza hadhi yake. Hadhi yake kwamba ameolewa. Siku hizi wengine wanavaa nini? Wanavaa nini? Pete. Yuko ndoani. Yaani ile pesa inapokuwa ipo kwenye kikofia chake imening'inia kuzunguka, inamtangaza she is present. Hiyo sio Kiswahili. Inamsema kwamba huyu dada, huyu mama yuko katika nini? Yuko katika ndoa. Inamtangaza. Unaona, akizunguka hiyo hela iliyoning'inia inamuonyesha yuko katika nini? Yuko katika ndoa. Yuko katika ndoa. Unajua watu wengine tunatiana moyo kwa kusema, mimi nikisema Shalom alekaa, wewe unasema sio wewe. Shalom alekaa maana uwe na amani, sio nani? Sio nani? Sio wewe. Uwe na amani. Wewe umetulia katika ndoa. Unajua nasema hiyo hela ilitangaza mwanamke kwamba yuko katika nini? Shalom alekaa. Mwambie jirani yako sio wewe. Shalom alekaa. Sio wewe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo pesa ilimtangaza mama yuko katika ndoa, yuko ndoani.
ilimpa utukufu Bwana wake. Bwana alisikia utukufu, mke wangu ni mwaminifu. Haleluya. Namba 2, binti aliyetoka kwa familia inayojiweza, tajiri, na alivikwa sarafu nyingi kichwani, lakini wa kawaida mama alikuwa nazo 10 kama unavyosoma kwenye Biblia. Hizo zilining'inia wapi? Lakini ukiona binti zimening'inia zaidi ya 10, unaona huyu ametoka mahali palipo na nini? Na mashiko, penye mchuzi, penye msosi, sio jamani, palipo na vingi. 3, ilitangaza kujitegemea, kwamba huyu mama anajitegemea, alikuwa mwaminifu, mpaka amejenga nini? Amejenga mji. Ikipotea ina maana anaanza upya. Maana ikipotea ina maana amepoteza mume, amepoteza aidha mwaminifu, si kweli? Namba 4, ilimtambulisha mwanamke asiye ambaye si mwaminifu. Kama umepotea huyu si mwaminifu, naona utaolewa. Naona ilimtangaza huyu mama ni mzinzi. Mbona mama kupoteza shilingi yake ilikuwa ni tangazo, sio mwaminifu kamili kwa nyumba yake. Ilimtangaza huyu mwanamke sio mwaminifu katika nyumba yake. Namba 5, ile hela ilipamba kichwa chake. Si pamba nzuri jamani. Siku hizi tunapamba hapa, tunapamba kwenye hapa, mwingine puani. Lakini sasa hapa pesa ilikuwa ni kuzunguka kichwa cha mama, ilikuwa ni pambo. Uzuri wake ulipotea pesa hiyo ilipotoka. Ni kama wewe unacheka, unaterulia meno, rafiki zako wanagundua jino moja namna gani halipo, watasema ana peno, leo mcheki vizuri atakapocheka. Unaona? Kwa hiyo alilazimika kutafuta hiyo hela. Namba 6, shilingi haina jinsi. Jamani, mtu anaweza kusema hii hela ni mwanaume au ni mwanamke? Mtu anaweza kufanya hivyo? Kwanza ninafikiri hela. Ukatangaza hii hela ni mwanamke hii. Hii hela ni jike au ni dume. Halipo hilo. Kwa hiyo shilingi haina jinsi. Wanaume tuwajibike jamani. Biblia inataja mwanamke alipoteza, akafanya juu chini. Wanaume hatuko hapo. Lakini nadhani Biblia inazungumza kwa lugha ya upendo, maana sisi ni vichwa. Bwana asifiwe. Inatukumbusha hata sisi wanaume tufanyeje? Tuwajibike. Shalom alikaa. Sio wewe usiowajibika. Inatukumbusha hata wanaume tuhakikishe watoto wetu, wake zetu, ndugu zetu, wale walioko chini yetu tunawatafuta, tunawarudisha nyumbani. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua, nataka kuingia ndani sasa. Hebu nieleze usuli kisa cha zamani hivi. Kilinganisha, siku hizi kilinganisha nyumba zetu zina makapeti. Tumeona hapo. Nyumba zetu zina nini? Zina makapeti. Zina vigae. Kama unavyoona hapa, huenda mwanamke huyu mjane, huenda alikuwa ni mjane, maana ni hivyo, alikuwa ni mjane huenda. Aliishi katika nyumba yenye sakafu ndogo kuliko size ya gereji ya gari ndogo. Umeona? Huko kaskazini mwa ziwa Galilaya, ambapo Yesu aliishi akiwa kijana. Kama mnavyokumbuka, muda mwingi sana Yesu alipoteza muda wake mwingi akiishi kule. Sasa wana elimu ya kale wamegundua madirisha ya nyumba za kale yalikuwa ni inchi 6. Inchi 6, umeona? Hata ukipanua vidole vyako hivi inasogea. Unaona? Nyumba za kale zilikuwa na tundu la inchi ngapi? Inchi 6 juu ya nyumba ya futi 7 juu. Umeona? Unaona? Na hivi juu ya ardhi. Nyumba ya mawe inaweza kuwa, lakini chini ilikuwa na mavumbi. Nyumba za Mashariki ya Kati tunaweza kuziunganisha na tembe.
hapa kwetu Afrika. Kwa hiyo nyumba hizi za watu wa kawaida, chumba kimoja, dirisha dogo, ili kuzuia hewa na wadudu na joto na kitu kama hicho. Sasa ili atafute shilingi, aitafuta shilingi, Kiyunani wanaita drachma alikuwa na uzito wa gramu 3.56. Naona Warumi waliita dinari. Sasa wakati Yesu akifanya kazi, pesa iliyojulikana ilikuwa inaitwa dinari. Katika nyumba iliyo na giza kubwa, aliwasha taa ndogo yenye mafuta ikatumika. Yaani nadhani wakati fulani inapaswa tupate kielelezo kidogo. Labda mama anaweza kunisaidia, msione ajabu, akinisaidia kugundua pesa iliyopotea. Mama anajipanga, anakuja. Wakati anakuja naeleza maneno haya. Mama huyu alichukua mfagio, kifaa sahihi. Bwana Yesu apewe sifa. Jamani, tunapotaka kuwatafuta waliopotea tuwe na kifaa sahihi. Haleluya. Akaja hapo. Kafika mama. Kwa hiyo ana kifaa sahihi ili aweze kufanya kazi yake. Naam. Sasa hapa ili alipate fedha. Nadhani ufagio ni muhimu sana, ili atakapoigusa tu ile hela itatoa mlio. Asante mama. Anatukumbushia tu maisha yale ya zamani. Mama anatafuta. Inaonekana siku hizi tuna taa za kisasa. Huyu mama wa maendeleo huyu, Bwana Yesu asifiwe. Anafagia. Anaingiza hata kwenye viona. Ameiona hiyo hapo. Haleluya. Kuna mzee anaweza kumsaidia kuiangalia hii hela au yeyote. Anaweza akaja. Iangalie ile shilingi yake. Anatualika tufurahi pamoja. Imeandikwa For God so loved the world, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu, that he gave his only begotten son, hata akamtoa mwanawe wa pekee, that whosoever believed in him yeyote aaminie should not be perished, asipotee, but have everlasting life. bali awe na uzima milele. John 3:16. Yohana 3:16. Hii hela ya ajabu. Tushangilie pamoja na mama. Haleluya. Ameipata. Asante sana mama. Tunashukuru sana. Mama ametuletea taa yake ya zamani. Hivi ndivyo maisha yalivyokwenda. Amen. Si wanawake tu, hata wanaume huumia sana wanapojikuta wamesahau au wamepoteza vitu vya zamani. Si kweli? Yaani Yesu ametumia mwanamke akimaanisha kanisa, na kanisa lina jinsia zote, mwanaume si mwanamke. Naona mama hapa alituambia, alijishughulisha mpaka pale pesa ilipopatikana, shilingi ilipopatikana. Mfagio huonyesha shauku. Yaani aliposhika mfagio, naomba mtoto mmoja niletee ule mfagio ndio na mama. Asante sana. Ule mfagio unaonyesha sifa ile ambayo tumejifunza asubuhi kwenye lesson, sifa aliyonayo Mungu. Kule kushika mfagio kunaonyesha shauku iliyoko ndani ya mama. Amen. Kutafuta paka atakapofanya nini? Anaweza kuwa ni mume, anaweza kuwa ni mke, anaweza kuwa ni watoto, anaweza kuwa ni majirani. Shauku ya kiungu. Haleluya. Mungu atujalie shauku ya namna hii. Kwa mfano huu huwakilisha watu waliofanya makosa na dhambi bila wao kujua hali yao, kiasi cha kutengwa na Mungu. Katika Zaburi 119 na mstari wa 176, Zaburi 119 na mstari ule wa 176, mimi inaelekea nitakusomea ule.
Bwana apewe sifa. Nimetanga kama kondoo aliyepotea. Umtafute mtumishi wako, kwa maana sikuyasahau maagizo yako. Huenda watu wakisihi wanapatikana katika nyumba zetu wamesahau maagizo ambayo Mungu aliwapatia, aidha kutokana na kutojali, unaona, aidha kutokana na mahusiano yetu baina yetu mimi na mama na watoto na vijana. Yawezekana kisasi, jinsi ulivyojibu, umejibu kwa kisasi, ikamkwaza nani? Mwenzako, akachokomea katika makundi ya hasira zako. Unaona, na kuathiriwa na mfano mbaya, aidha wa kaka au wa dada. Unaona, aidha vifu kafika mtu baba ambaye anasubiri tu chakula kimeiva, anakuja anafanyaje? Anakula, halafu anatoweka, anaenda kwenye vijiwe. Unaona, kutowajibika. Unaona, rafiki wabaya wanaweza wakawakumba vijana wetu, wakawakumba mabinti zetu, wakawapeleka kusikohusika, kutokuwa na kiasi nyumbani. Pengine mtu mmoja kati yetu hana kiasi, akajaribiwa. Naam, nazungumza hivi, hao walivyo Mungu anawatazama kwa pendo. Sisi binadamu mvivu, mtu ambaye hawajibiki, analeta tu miundi yake, anakaa chini mirefu, halafu anakula, halafu akimaliza anaichomekeza kweli, anakibiza, anaenda. Kwa hivyo tunamtazama vibaya, si kweli? Tunamtazama vibaya. Kama ikiwezekana ni mtoto mdogo, basi tunamvunjia konzi. Tunamfanyaje? Tunampiga, tunampongota. Tunampongota huyo. Na nasema hivi, kutokana na kielelezo hiki cha mfagio, kifaa hiki kizuri, kuna changamoto. Hivi umemwona Yesu kama nuru na mfagio katika maisha yako? Umemwona Yesu kama nuru na nani? Na mfagio. Mfagio mkononi mwa nani? Mwa Mungu. Kwa nini? Yesu alikuja kusimamia mambo mapya, kufanya ambayo tuliharibu, tulifanya vibaya. Mnakumbuka aliingia hekaluni, akakuta watu wamegeuza, hasiwezi kurudia hicho kisa. Yesu akainua, ilikuwa kitu kama kamba, uungu ukapita, umeme wa mbingu ulipopita, wale wazee, na sio ninyi, lakini wale watu ambao walikuwa wamefanya mambo yao kinyume, wakaona hali mbaya, wakachanganya magode na maskini wakasogea. Mwanamke huyu alimwakilisha Mungu. Alimwakilisha nani jamani? Mungu katika nafsi ya tatu. Kujipanga hapa. Yaani Mungu alijipanga tulipopotea. Kama yule mwanamke alijipanga, juhudi ya Roho Mtakatifu awezeshaye kutafuta na kurejeza nafsi. Akawasha mishumaa, taa, kama tulivyoona, kufagia, kutafuta kilichopotea. Nuru inawakilisha kweli, inawakilisha Yesu. Na sisi hatuna nuru, hatuna nguvu ndani yetu. Sisi hatuna nuru. Ni lazima tukubali kuwa mikononi mwa nani? Mwa Yesu. Unaona, ngoja nikwambie, tunapolisoma neno la Mungu na kulielewa, unakuja taharuki, unagundua kumbe nilikosea, kumbe ninaishi vibaya, kumbe vitu vya namna hii unaona yasiyofaa. Unaona maisha bila Yesu ni sawa na nyumba isiyo na dirisha. Bwana asifiwe. Ni sawa na nyumba hiyo. Yesu anachochea hamu ya kufagia nyumba zetu. Bwana asifiwe. Na siku zetu zenye mfumuko wa bidhaa, bei zinafunguka sana, gharama inakuwa kubwa. Yawezekana kuona shilingi kama kitu sio cha maana. Yaani siku hizi, kwani unielewe? Siku hizi, yaani mtu anatembea na shilingi mfukoni hapa Mwanza, naye atajiona ni mtu. Kwanza shilingi utanunua nayo. Utanunua nini shilingi? Hakuna kitu. Yaani nasema siku hizi tunaweza kuona shilingi kama sio kitu cha maana.
sio kitu cha maana. Tunaweza kuona hivi. Lakini tukirudi nyuma, kama ambavyo tumejifunza habari ya dinari, ilikuwa ni mshahara wa kibarua wa siku moja ni nzima. Kumbe ilikuwa na maana. Mama alipopoteza ile hela, ilikuwa ni pesa nyingi, ilikuwa ya thamani sana kwa yule bibi. Ilichukua miaka kutakusanya hizi hela. Huenda alipewa chache na mama yake, au alifanyaje? Sasa alikuwa anajipanga binti yake atakapoolewa ili ampatie amfike, halafu ikapotea, akaanza upya. Ilikuwa ni pigo la namna gani? Tunajua madini mengine huota kutu. Nasema hivi, madini aina nyingine, metali, huota kutu. Lakini dhahabu haichafuliwi na mavumbi. Yesu apewe sifa. Dhahabu haioti kutu. Ndivyo alivyo binadamu, pamoja na kuanguka. Mungu alimvika utukufu wake, alimvika heshima yake dhidi ya viumbe vingine vyote, japo yeye ni mdogo kuliko malaika. Ndivyo inavyosema Zaburi 8 na mstari wa 5, japo ni mdogo kuliko malaika. Lakini fikiria kielelezo cha Sauli. Biblia inasema Sauli alipokuja akasimama mbele za Waisraeli, alikuwa mrefu proportion ni Kiswahili. Proportion ni Kiswahili. Alikuwa ni mrefu, mwili ambao uko sawia kutoka juu. Leo si dhambi imetumaliza bwana. Mtu anasimama ameweka upande, utafikiri ni kitu. Si ngoja bwana. Yaani Daudi alipotawazwa kuwa mfalme, alikuwa ni mzuri. Biblia inaeleza hata macho yake yalikuwa na gani? Mazuri. Dhambi imetuharibu sana. Sasa Biblia inatuambia sisi ni wa thamani. Pesa huwa ni kama muhuri. Wote nizungumzie. Pesa huwa ni kama muhuri mzuri unaovutia. Shekeli kwa upande mwingine ilikuwa na fimbo ya Haruni. Na upande mwingine ilikuwa na chungu cha mana. Unakumbuka mana? Unaona? Kwa hiyo ilionyesha vitu vya maana. Warumi hapa, Makaisari walikuwa na sanamu yao katika sarafu ya dinari. Hii sanamu kama unavyoona pesa yetu ya 200 hapa, inaonyesha sanamu ya rais. Nani anaowatawala? Ni nani? Ni sisi. Nchi gani? Ya Tanzania. Kwa hiyo pesa ilionyesha mamlaka na ofisi na madaraka ya taifa ya mkuu wa nchi. Ndio kama umeanza kunielewa. Yaani sisi binadamu tuliumbwa ni muhuri wa Mungu. Tuna sura ya nani? Tuna sura ya Mungu. Tunaonyesha nani alituumba. Yesu apewe sifa. Na binadamu ni sura ya muumbaji, kama alama ya umiliki wake. Sisi tunapotembea tunaonyesha sura ya Mungu na umiliki. Binadamu ni kazi ya Mungu peke yake. Na isitoshe, iwapo pesa ina mlio mzuri kuliko metali zingine, si mnajua ikianguka sakafuni inakamuliwa namna gani? Inakamuliwa vizuri. Sijajua kama nikiangusha hii pesa hapa, hii inaonyesha Karume ndio alikuwa utaberesaidia kwa wakati. Naona kabla naona lakini pesa ya siku hizi sijui na magari inakamuliwa kazuri sana. Nisikilize ninachotaka kusema. Nataka kusema isitoshe, pesa inakuwa mzuri kuliko metali zingine. Basi binadamu ana uwezo zaidi ya viumbe vyote. Yaani anaweza kuongea na Mungu wake. Yororo hawezi sikiwe. Kipanya kienze kama anaimba, ameingiza mdomo chini. Mimi nina uwezo wa kuimba na msifu Mungu aliye juu. Haleluya. Yaani sisi Mungu alitupa kitu cha ziada. Ulikuwa una habari nyingi. Ulikuwa una habari Shalom alekaa. Sio kwa Shalom mwambie mza. Shalom alekaa. Wewe una habari kwamba nguruwe hawezi kutazama juu. Nguruwe wote chini hawezi kuangalia juu. Mimi ninaweza kutazama wapi? Juu. Bwana Yesu apewe sifa. Fedha kutawala vitu vyote.
inatawala vitu vyote. Ndivyo Sulemani anavyosema katika Mhubiri 10:19. Na sikiliza kwa makini. Karamu hufanywa kwa ajili ya kicheko. Na inafanywa kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya nini? Huwezi kufanya karamu kama huna fedha. Unaona? Sasa nasema na divai hufurahisha maisha. Fedha huleta jawabu ya mambo yote. Hata wanaoiba mambo yao yanasofiwa na nini? Na nini? Na hela. Kadhalika binadamu amefanywa mdogo kuliko malaika, lakini Mungu amevitia vitu vyote. Maghorofa unayoyaona, wote ni kwa ajili ya wangu mkuu wa huduma. Yaani mambo yote uliyoyafanya mpaka sasa, uliyoyafanya umetumia 10% tu ya roho wako. Mambo yote ambayo umeyafanya kamjikana wako, mambo yote uliyoyafanya umetumia 10% za ubongo wako. Yaani Mungu amewekeza hapa, sisema amina. Sarafu ya fedha huwa haifanani. Kama unavyoona hapa nina 200. Hapa nina hiyo sarafu ya Yesu. Hapa nina 100. Hapa nina sarafu ya Kijerumani. Hapa hii inatoka Uarabuni, Emirates. Hii hapa ni feni ya Ujerumani na kadhalika. Hii ni 500. Hii hapa. Hasifanani. Pesa zote hasifanani. Hasifanani. Ni kweli viumbe wote kule mbinguni kuna malaika, Gabrieli, hafanani na nini? Lakini binadamu pamoja na hayo tuna thamani kabisa sifa. Tuna thamani mbele za Mungu. Na nataka kusema mambo machache hapa ya muhimu sana. Kama ilivyo kwetu kuhusiana na Mungu, hatuna budi kuridhia mkono wake utushike na kutufanyaje? Na kuzungusha. Bwana asifiwe. Mwaka 2025 kubali kuwa mikononi mwa Mungu. Haleluya. Shikiliwa na Yesu, uokoe wengine. Uokoe baba basi. Kama umeshindwa mjani, hata uokoe nani? Baba. Nyamu uokoe mkeo. Haleluya. Shika basi mfakio. Shikiliwa na Yesu, hata uokoe choka binti yako. Haleluya. Uokoe tu binti yako, uokoe watoto wako. Kubali. Na yule mwanamke aliwashataa kutegemea kulingana na utaalamu tulio nao. Ile taa ilikuwa ni ya bandia ya kutengeneza. Si ndio jamaa? Hata mama hapa alipokuja taa ile ni ya bandia. Biblia inatuambia Yesu ni nuru ya nini? Ya ulimwengu, ili kuwaokoa watoto wetu, waume zetu, jirani zetu. Hatutumii TANESCO. Haleluya. Hatutumii taa ya bandia. Shalom alaikum. Wewe unatumia viazi kuokoa wengine. Yaani wapo wengine wanatumia makufu, hata wanasema mimi nitamuongoa. Wewe una uwezo wa kuokoa wewe? Una uwezo wa kuokoa? Hapa ndio. Lazima tuwe ndani ya Yesu. Bwana apewe sifa. Lazima tuwe ndani ya Yesu ili tuweze kung'aa. Ninaongea sana juu ya kufagio. Fagia nyumba mapema, sije kafagio. Mashitaka yalikuja mara itofurahia. Yesu kwa kujichanganya kujali kila mmoja. Maovu yao maradhi hukumia. Fagia nyumba mapema, sije ukafagiliwa. Rabi walijifanya jamii walinda. Unasi kuja Yesu maovu kupenda. Kama kondoo litanga Yesu liwatafutia. Fagia nyumba mapema, sije ukafagiliwa. Mfagio naeleza yake maana makini. Mfagio naelewa kufagia ni kitenzi. Vijiji na zichelewa vya miti nyasi majani. Fagia nyumba mapema, sije ukafagiliwa.
Fagia pote tumia ofisini na shuleni, hata Ikulu fagia popote na mapitani. Safi yenyewe maisha bila busara zoezi. Fagia nyumba mapema, sije ukafagiliwa. Wazazi fikiri sana mapondo ya duniani, fikiri juu ya taka zirushwazo duniani. Usimamizi huenda giza kutinga uoni. Fagia nyumba mapema, sije ukafagiliwa. Fagio shika fagia, sebule imechepuka. Ni makawa anakisha, kakule tufikia. Nyumba si barabara, hadharani zinanuka. Fagia nyumba mapema, sije ukafagiliwa. Tangaza leta madhara yaweza kuwa hasira. Usitupe jalala litangaza leta madhara. Kutunza mazingira zilewa na anga. Fagia nyumba mapema, sije ukafagiliwa. Upendo ukaanguka, mioyo ukabakaba. Familia washaka, adui hukumlinda. Kila siku kakakata kutakanga pigana. Fagia nyumba mapema, sije ukafagiliwa. Mambo yameshaivunja akili kutakanika. Mtandao jadimila kuchumbali ya tumbanya. Fagia mkuu kona zote wazijua. Fagia nyumba mapema, sije ukafagiliwa. Okay, now. Mwanamke akuacha alipopatikana, kwa juhudi ya kuchoka shilingi kuitafuta. Wacha Mungu inakera kwa sia kuroifu. Wacha Mungu inakera basi ya kurofika. Fagia nyumba mapema, sije ukafagiliwa. Fagia nyumba mapema, usione madhara. Kanuni zake maisha, sijali kuhudhuria. Pendo imani omba hadi kumeleweka. Fagia nyumba mapema, sije ukafagiliwa. Zinduka ndugu, zinduka, zinduka utoke ujura. Moyoni usafifanya, Baba Mwana waje kukaa. Ujumbe umekufikia, siku 10 Ijumaa. Fagia nyumba mapema, sije ukafagiliwa. Ona huja kutoka thamani ya kila moja. Gharamani msalaba,
sichukulie mzaha. Mfagio ishara, mfagio ishara mfagio ishara takaswa viauze embe bona huja kutuka thamani ya kila moja garamani msalaba sichukulie mzaha. Mfagio ishara, mfagio ishara. Fagia nyumba mapema, sije ukafagiliwa. Nami wa zamani, fagia nyumba mapema, sije ukafagiliwa. Haleluya! Kama Yesu katumia mfano wa kiungwana unaogusa hisia kuonyesha juhudi ya Mungu kuturejeza. Kwamba tunaombea hawa vijana, Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anatumia hisia zetu ili kuturejeza yeyote anayohitaji upendo wake na msamaha. Kuna sababu nyingine nyingi tu ya mfagio. Mfagio hiyo inatuwakilisha sisi, inatuagiza tufagie maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tufagie maisha yetu. Kwa nini washiriki wengine hawana nguvu? Hawana nuru. Maisha haya yana nguvu. Kwa nini? Kwa nini? Tunahitaji uzoefu na Yesu. Tunahitaji uzoefu na nani? Tufagie na Yesu. Tushikwe mkono na Yesu. Tufagie. Inaleta furaha unaposhughulikia watoto wako wamjue Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Inaleta raha unaposhughulika mume wako akae ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tulivyo namna yetu kufagia kuwafikia wengine ikoje? Namna yetu tuko mkononi mwake. Naam, kakua uhusiano wako na Mungu. Kakua uhusiano wako na Mungu kwa njia ya mafagio. Katika juma lililopita tuliambiwa na Yesu, kaeni wapi? Kaeni ndani yangu. Usemi ule unatuambia tumekosa nidhamu. Watoto wasio na nidhamu hukaa nini? Hukaa nini? Nje, mahali pasipotakiwa. Tupo mahali tusipotakiwa, tupo nje. Anatualika tukae ndani yake. Bwana Yesu apewe sifa. Nani sasa fungu letu linasema nitainuka. Anasema Mungu analeta ufagio wa uharibifu. Mnajua habari ya Babeli, mnajua habari ya ulimwengu ulivyochafuka, dunia ilivyoharibika. Mungu ana mpango wa kuifagia dunia hii, lakini kabla hajaja Mungu anataka wanaomcha wafagie nyumba zao. Haleluya! Nifagio sio hili. Wampe Yesu nafasi afagie. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali fulani anawalaumu, anasema ni wanyonge, hawaone hata mbele. Mungu anataka tufagie ili atakapokuja na mfagio sisi tusije tukafanyaje? Sisi tusije tukafagiliwa. Asubuhi ya leo, adhuhuri ya leo, ngoja kabla sijamaliza, kwa ajili ya watoto wetu hawa, kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya watoto. Wakati mwingine unatokea dhidi moja katika nyumba ya watoto wako, baba mama kijana wake na mkamwana. Kila mama alikuwa na nafasi ya wanapata wanaenda kulima huko mbugani, wanamwacha bibi na wajukuu. Waambie mule wali na bibi yenu, nakula mama, nakula mama, basi. Alafu bibi anapoamsha, kumamsha bibi tukio, wameshatenga pale. Wamefanya bibi nao, anamsha.
Unajua wasee wanakula namna gani? Wanakula namna gani? Pole pole. Wao vijana wako karibu wale wako hapo. Kama bibi amepeleka chuma na moja kabla hajafikisha hata mdomoni, kenzao kamerudia mara ya ngapi? Mara ya pili. Bibi alipomaliza tu akameza kwenda kuangalia dishi kama chochote. Ndio amemaliza. Ndio amemaliza. Shalom alaikum. Sio mimi. Sio wewe unambatiziana bibi. Haleluya. Sasa bibi ikafika mahali akaanza kuponda. Kwa sababu hapo chakula cha kupali. Lakini kwanza kujiuliza fulani kuna kitu ya ngoma kwa bibi kwa alishika. Alishika pale. Bibi alishika. Mbona sasa? Mambo ya hivyo. Sasa ikafika mahali bibi akasema mimi nataka nife tu, nataka nife. Kwa sababu gani? Pale nyumbani hata kitu kizuri kikija, wale watoto wakiweka sipi kule na bibiele vinachukua baadaye vinabaki pamoja. Hivi kama hajaweka mkono unafanya nini? Inaenda bibi akapata afya, akatafuta kabati kule sisi tunaita msungo, akachukua msungo ile ndani ya vyungu. Akasema hii nikaleta kwenye kichaka pale, halafu nikaingiza miguu mle ndani, nikaingiza kwenye mikono, halafu nikajifunga kwenye nyuchi, ili fisi waje pale nini? Amile, kuna watoto wengine nao wanahitaji kufagiwa, ndio yangu kufagiwa. Mpaka bibi anaamua kwenda kujifunga kwenye kichaka, kwa sababu unakuwa unadi soka ya kinani, soka unakuwa wewe, soka bibi akasafiri watatu walipokuwa na bibi yake kwa watu sasa kitu kama cheza sasa mpaka kufunga jioni mwisho akaanza kutafuta kwa mbele majirani. Kumbe bibi yuko kwenye kichapa anangoja fisi amfanyie baada ya mwili. Sasa wakati unafika fisi yale akaanza kuzunguka kutafuta mitumba. Alipofika mahali akaona kwa mbuzi sijui nani alikuwa akapiga mlio akalia akapiga akasikia fisi anakuja akapiga ndipo akajua ndipo akafanya nini jamani. Nyumba zetu zisiwe mahali pa kuulia watu, kuulia mabibi kwa sababu ya ubinafsi, kwa sababu ya uchafu. Fagia nyumba yako, haleluya. Ili tuwe wainjilisti hai, tukubali Yesu atufagie kabla hajafanya nini? Anatufagia. Wangapi ya dhuhuri ya leo wanasema Yesu, mimi nataka nifagie mkononi mwako, hapo nikadoke. Nataka nisiwe tu nyali, nisiwe tu mihogo, nisiwe tu vitumbua, niwe mfagio, aidha kwa kutumia nyimbo, aidha kwa mahubiri. Hebu simameni pamoja, simameni. Tujisalimishe mikononi mwako, tufanye matengenezo, tufagie nyumba zetu. Bwana tusaidie. Peke yetu hatutaweza, lakini tukiwa ndani yako Mungu wetu tutayaweza yote kwa jina lako. Asante kwa neno zuri kupitia vinywa vya mtumishi wako. Mbariki yeye pamoja na nyumba yake. Wakati mwingine tena utakapomhitaji kwa ajili ya kuhudumia kanisa lako, awe tayari kufanya kazi yako. Endelea kumpatia afya njema. Nasi wasikilizaji kwa wakati ambao umetuongoza kusikia neno hili, tusaidie kuishi katika maisha yetu. Tukawe na maandalizi mema ya kulaki ya mara pili mawinguni. Zaidi ya yote neno hili leo litusogeze kwa msalaba wako. Tujiweka mikononi mwako, wasaidie watoto wetu, wasaidie vijana wetu, wasaidie wake zetu, wasaidie waume zetu, saidia kanisa lako.